Wahenga hatujazungumza leo wahenga tuzungumze kidogo. Na niulize hivi, wazazi wa siku hizi nyie mnafeli wapi? Wazazi wa siku hizi mnafeli wapi? Yaani unamwandalia mtoto wako chakula, tuseme wali nyama, halafu dogo hataki kula, anataka wali kuku, na wewe mzazi unatii maelekezo ya dogo, unarejea tena jikoni kumtengenezea chakula ambacho mtoto anataka. Mezani kuna wali nyama, embe kidogo, tikiti maji kidogo, afu dogo anaangalia na kwambia sitaki kula wali nyama, nataka wali kuku. Anaanza kulia. Mama unambembeleza mtoto, unamwambia subiri, unarejea jikoni, dogo na kuangalia kweli mama unaandaa kuku kama mtoto alivyotaka. Enzi zetu wahenga, kitendo cha kugomea kula chakula ulichokikuta mezani ilikuwa ni sawa na kuua kwa kukusudia, na hukumu yake ilikuwa ni bakora mpaka utamke mwenyewe kwa hiari, tena kwa sauti yenye utii ukisema basi nitakula mama. Enzi hizo uandaliwe chakula mezani, watoto wa siku hizi hawataki, wanataka wanachotaka. Sasa enzi zetu wahenga, kitendo cha kugomea kula chakula ulichokikuta mezani ilikuwa ni sawa na kuua kwa kukusudia, na hukumu yake ilikuwa ni bakora mfululizo mpaka utamke mwenyewe kwa hiari, tena kwa sauti yenye utii ukisema basi nitakula mama. Enzi hizo utakuta mezani ugali ushapoa, umekuwa mgumu kama jiwe la mtoni, na pembeni mboga ni maharagwe au tembele nalo ni la baridi kulikweli. Dogo unanawa mikono kama unaona kuna ulazima wa kunawa wakati huo, au utanawa baada ya kula, na ukimaliza unaenda kuosha vyombo ulivyotumia, sio mambo ya kumwachia dada vioshe. Enzi zile mgeni akija kwenu akaandaliwa soda, alafu ukaanza kujipitisha, kuna lile jicho mama atakukata, wewe mwenyewe unajua hapa nimelikoroga, basi unaondoka mdogo mdogo, huku unarukaruka kwa mguu mmoja kama unacheza vile, kisha unatokomea eneo lile mpaka nje kwa hofu ya kwamba hapa nikiendelea kubaki, mgeni akiondoka nitapata nilichokuwa nakitafuta. Wahenga enzi hizo mama zetu, kuna lile jicho akikuangalia unajua mama ananipenda, basi nawe unadeka. Kuna lile jicho mama akikuangalia unajua hapa natakiwa kwenda kuoga, unaelekea kuoga. Kuna lile jicho mama akikuangalia unajua nakula kwa kasi, natakiwa kupunguza spidi. Na kuna lile jicho mama akikukata unajua nimesha haribu, basi unakaa mkao wa kukimbia, maana akikudaka utachezea bakora. Wapigeni makofi akina mama zetu. Kina mama bwana walijua namna kutulea. Sio mama sasa hivi anabishana na mtoto wake kwa maneno. Wewe mimi nitakwambia na mtoto wewe. Mama wakati ule akikuangalia tu unajua hapa sharibu. Wewe mwenyewe unajiongeza. Hamna mambo ya kupigizana kelele. Wamama wakati ule hawana muda wa kupigizana kelele na watoto. Kwanza ilikuwa ni heshima, mtindo mmoja. Enzi hizo kabla ya kwenda kulala unawafuata wazazi wako na kuwatakia usiku mwema, ndio unaelekea chumbani kwako kulala. Sio siku hizi eti wazazi ndio wanawafuata watoto wao chumbani na kuwatakia usiku mwema. Wakati ule mvua ikinyesha mnatoka nje na kucheza kwenye mvua kwa raha zenu, ila sasa ndio ipige radi na ule mwanga uambatane na ngurumo, utajikuta upo chini ya uvungu wa kitanda bila kujua umefikaje. Hofu imekujaa na kilio juu, huku ukiona wazi kabisa ndugu na jamaa wanakuaga, yani ushaavyo kutangulia mbele ya haki kuliogopwa na kila mtu toka enzi na enzi. Enzi zile kipindi cha mvua na baridi, kuikuta familia imezunguka jiko la mkaa au kuni wanaota moto ilikuwa ni kitu cha kawaida sana. Kipindi kama hiki mvua inanyesha baadhi ya maeneo, sasa wakati ule basi familia nzima, baba, mama na watoto, na kama shangazi na mjomba naye kaja nyumbani, kuna jiko la mkaa limewekwa katikati au kuni, basi mmezunguka mnaota moto ili kutengeneza joto. Enzi zile bwana umetoka kuoga halafu hujapaka mafuta, halafu dogo mwenyewe mweusi tii, basi umepauka tadhani muhogo uliopigwa na jua au umetoka Sudani ya Kusini. Enzi zile kunyolewa kipara ni kama adhabu. Sasa hivi watu wengi wanapenda kunyoa kipara, lakini enzi zetu wahenga kunyolewa kipara ni kama adhabu, maana ukikatiza mtaani watoto wenzako wakikuona umenyolewa kipara wanaanza kukutania kipara ngoto huyo, basi kama una bundungumi unalianzisha, ila kama mnyonge unaanza kulia. Enzi zile mgeni akija kwenu wala humjui vizuri, akimaliza kuongea na wazazi wako akiwa anaaga anaondoka, eti wewe unaanza kumlilia unataka uondoke nao. Hilo jambo lilikuwa ni kitu cha kawaida mno kwa madogo walio wengi. Mgeni akija unamlilia ili uondoke naye, basi unazugwa, tunaambiwa nenda kaoge tuondoke. Ukirejea mgeni shayeyuka, unaanza kulia. Sasa unavutwa tena unatandikwa kwa nini unalia, na ukinyamaza unaulizwa kwa nini umenyamaza, unatandikwa. Yaani wazazi wetu tulikuwa tuelewi hasa unataka nini. Yaani enzi zile za wahenga kungekuwa na wezi wa watoto wengi tungepotea. Ile tabia kulilialilia wageni hata mwajui. Sasa enzi zile kungekuwa na wezi wa watoto
wengi tungepotea. Yani eti leo upo na Yahaya Mari Pato Samugabo Nestori na naye unakapape eti mnapiga story. Wapi? Ungekuta huyu aliibiwa akapelekwa na Mtumbo, yule alipelekwa Katubuka, Pato alipelekwa na Njilinji, Makandera aliibiwa akapelekwa Kiambu. Ila sasa enzi zetu pia tulikuwa makini sana. Eti upo mtaani unakutana na mtu akaanza kukuita akisema njoo mtoto mzuri, hapo utainama, utazishika ndala zako mkononi, kisha unatoka nduki kuelekea nyumbani, na ukifika unamsimulia mzazi wako kwamba eti kuna mtu alitaka kukuchuna ngozi. Ya zamani ana haraha zake, pia ana karaha zake. Tukafanye kazi sasa. Siku njema.